Bwana Yesu apewe sifa. Nimekuletea ibada leo, ibada ya kutoka katika magereza iliyofungwa. Kwa nini tunazungumzia magereza? Magereza yako aina nyingi. Leo tupo katika aina magereza moja. Watu wengi kwa nini wanapitia katika changamoto, wanapitia kwenye mateso ya kutokupiga hatua, mateso ya magonjwa, mateso ya umaskini, mateso unakuta mtu anahangaika yuko kitandani, amepigwa stroke. Kwa nini? Kwa sababu kuna magereza ambayo watu wengi wanatumbukizwa pasipo kujua. Na yale magereza ya hasi ya kuzaliwa kwao, wanajikuta wanapambana ili watoke mahali pale, lakini bado wako sehemu ile ile. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu mmoja kusoma Mathayo kwa habari ya mtu mmoja wa Gerasi. Alikuwa maisha yake anaishi makaburini siku zote. Walikuwa wamemtupia katika mandaki ya magereza kwenye makaburi. Unakuta unatamani kuonyesha matokeo, lakini matokeo hayaonekani kwa sababu kuna magereza ambayo yanamfunga mtu ili asiwe mbarikiwa, awe na maisha ya mateso kila wakati. Unakuta unatamani kuinuka au unatamani kuwa mtu wa baraka, lakini bado unakandamizwa ili usionekane wa baraka. Unashangaa, unapambana, unasema mimi mwaka huu lazima niolewe au niingie kwenye ndoa, lakini kuna yale mapepo yanakuja yanakuingiza kwenye magereza kutokoa, kwenye magereza kutokolewa. Unashangaa kila mpango na plani unaipanga ili ufanikiwe kutofanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna magereza ya hasi yanakutambua. Ukisoma kwenye Maombolezo 5:7 nasema mabwana wengine wametumiliki na wametutawala. Kwani wale mabwana tunaozungumzia kina nani? Mabwana ni wale wazee ambao wanakutambua, wazee wa asili wa kuzaliwa kwako. Wanakujua kwa njia ya damu, kwa njia ya sura, kwa njia ya jina, kwa njia ya ardhi. Wanakutambua kwa njia ya kitovu. Kwa wanakuwa wanakutesa ili usiweze kuonyesha matokeo kwa habari ya uchumi, kwa habari ya ndoa, kwa habari ya maisha yako, kwa habari ya afya, kwa habari ya elimu yako. Unashangaa kila unatamani kuonyesha matokeo bado uko pale pale. Unashangaa unajitahidi kwamba mimi niwe mtu fulani, lakini unajikuta uko katika mateso, magereza. Unashangaa unasema maisha haya sio kwangu, kwa nateseka. Ni kwa sababu ya wale wazee ambao wanakujua na kutambua. Wamekula kiapo, wamekula maagano ya kwamba hatatokea, haitaonekana kwamba mjukuu wangu au mtoto wangu kuwa na elimu fulani, kuwa mtu fulani. Kwa wamewekwa katika mfumo ule ule wa magereza. Kwa jina la Yesu lazima utoke kwenye yale magereza ambao walikufunga. Jambo la kwanza ni wewe kukubali na kumwamini Kristo na kumpenda Kristo na kukubali ya kwamba Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili uweze kutoka kwenye yale magereza. Kwa sababu wenzio wametoa sadaka, na ile sadaka inajiapiza kwamba huyu ni wa kwetu, huyu ni mali yetu. Ndio maana unashangaa unapambana kwa habari ya ajira inafeli, unapambana kwa habari ya elimu unafeli, unapambana kwa sababu ya kusema kwamba mimi niwe mtu wa mafanikio fulani. Unashangaa uko na didimia, unapambana, unashangaa wamekupiga kitanzi uko kitandani, unaumwa stroke, wewe ni mtu akumwa tu magonjwa yasioeleweka, maana magonjwa ukimwi, magonjwa ya nani ya kuishiwa na damu, bana magonjwa ya kisukari, kwa sababu ya wale wazee wanakutambua kwamba haitatokea mwanangu au mjukuu wangu kuishi maisha ambayo sisi hatujaishi. Wao waishi mfumo wa mwingine, wao wanataka muishi katika mfumo wao. Ndio maana unashangaa kile unachotaka ukifanya kiendi, kile unachotaka kuipambana kiendi. Lakini usiogope, yuko Yesu wa Nazareti, yeye aliyemtoa yule wa Gerasi kule makaburini, na ndiye Yesu atakaye kufanya wewe uwe huru kwenye maisha yako. God bless you. Mungu akubariki. Tuendelee tena unifuatilie ili upate kujifunza na namna gani ya kutoka kwenye magereza au upate kuelewa. God bless you na Mungu akubariki.